Sababu 10 zinazowapelekea watu wengi kuingia kwenye ndoa na mtu asiye sahihi na kuishia kuwa na ndoa isiyo na furaha. Naitwa Frank Mavura, ni mwandishi wa habari na rafiki yako katika maisha. 1. Wanaoana kutokana na shinikizo la umri. Jamii inawafanya watu wafikiri kwamba ni lazima waolewe wakiwa na umri fulani. Eti msichana lazima aolewe chini ya miaka 25 au 24 au 23. Hapana. Oa au olewa pale unapokuwa tayari, sio wakati ulimwengu unakutarajia au kukupa pressure ya kuoa au kuolewa. Utasikia, sasa mpaka leo hujaoa, kijana mzuri, handsome na una kila kitu. Nini shida? Epuka mitego yao, fuata moyo wako. Vivyo hivyo kwa msichana. Msichana mzuri, ana kila kitu, akitembea kila jicho linageuka kumwangalia. Mpaka leo hajaolewa, ana shida gani huyu? Ukisikia minong'ono hiyo, kataa. Olewa pale utakapotamani sasa niingie katika ndoa, na umtafute mtu ambaye ni sahihi kwako na umeshamjua huyu ni sahihi. Olewa mama. Mambo mengine mtakuja kujifunza huko ndani ya ndoa. 2. Wanachanganya mapenzi na utangamano. Kwa sababu tu unampenda mtu haimaanishi kuwa unaweza kujenga maisha naye. Tafuta maadili ya pamoja, sio hisia tu. 3. Mtu anapuuzia red flags. Anafikiri kwamba tabia mbaya ambayo anaionyesha kwa sasa hivi itaimarika au itabadilika akiwa kwenye ndoa. Kama hawezi kubadilisha tabia yake kwa sasa, usiolewe au usimuoe. 4. Mtu anaolewa au kuoa kutokana na muonekano au pesa. Mvuto na mali vinaweza kufifia, lakini tabia inabaki pale pale. Tanguliza sifa zinazojenga uhusiano wa kudumu. Usiolewe na mtu kisa tu ni handsome. Usiolewe na mtu kisa tu ni ana hela au ana pesa nyingi. Oa au kuolewa na mtu ambaye unajua kabisa tabia zake utaweza kuishi nazo, kwa sababu hizo ndizo utakazokutana nazo kila siku. Sura yake inaweza ikapotea au ikafifia, lakini tabia zinabaki pale pale. Kama alikuwa anakudharau kabla ya kuolewa au kuoana naye, leo hii utakutana nazo kwenye ndoa. 5. Wanaingia kwenye ndoa ili kuepuka upweke. Wanatulia kwa yoyote atakayepatikana. Jifunze kufurahia kampani yako mwenyewe kabla ya kutafuta mshirika. Yaani, kama ulikuwa una uwezo wa kuwa peke yako na ukaenjoy, enjoy kwanza. Elewa kwamba ukiingia kwenye ndoa kuna namna ambayo kama ulikuwa ni mpweke, basi unaweza ukawa ni mpweke maradufu. 6. Wanakimbilia kwenye ndoa kwa sababu wamechumbiwa haraka, yani bila kumjua huyo mtu. Leo ameingia, kesho kutwa ameanza mahusiano, kesho kutwa jamaa anasema bwana naenda kwenu, kaenda nyumbani, kapeleka kila kitu. Mambo ni mengi. Chukua muda kuelewa tabia zao, miitikio na mtindo wa maisha wa huyo mtu ambaye unahisi unatamani kuolewa naye au kumuoa. 7. Wana malengo tofauti ya maisha. Mmoja anataka watoto, mwingine hataki. Mmoja anataka kusafiri, mwingine anataka kutulia. Jadili mipango ya siku zijazo mapema ili kuepuka kushangazwa, yani au kuingia kwenye tashwishwi. Unakuta mwenzio yeye anapenda tu kwenda club na nini, wewe unapenda kwenda kanisani. Nyie ni watu wawili tofauti ambao mbingu na ardhi haviwezi kuja kukutana. Mkiingia kwenye ndoa, ndio kabisa mambo yanazidi kuwa shwi. 8. Mtu anatulia kwa sababu ana hofu. Ana wasiwasi wa kutopata mtu bora zaidi. Kamwe usioe au kuolewa baada ya kukata tamaa. Subiri uhusiano wa kweli. Wewe bado una umuhimu na wewe bado una uwezo wa kuolewa au una uwezo wa kuoa. Hata kama umri umeshaenda, utampata tu mtu ambaye ataona sifa zako, quality zako ni nzuri na ataweza kutulia na wewe na mkaweza kufanya maisha. 9. Mtu anaingia kwenye ndoa akifikiria kwamba ndoa itarekebisha uhusiano wao au matatizo. Ikiwa mnapigana kila siku, usitegemee kwamba ndoa itabadilisha hilo. Suluhisha masuala yenu kabla mjafunga ndoa. Yaani kama hamjaweza kuyasuluhisha kabla hamjaingia kwenye ndoa, basi mkiingia kwenye ndoa ni mtapigana na 10. Mtu
anaolewa au kuoa kwa sababu ya shinikizo la familia. Wazazi wanakusukuma katika uhusiano ambao hautaki. Oa kwa ajili yako, kwa sababu unavyomuoa mtu au unavyoolewa na mtu unaenda kutengeneza familia yako wewe, na si familia ambayo itakuwa ikiishi na wazazi wako au itakuwa ikiishi na wale ambao wamekushinikiza. Kama kuna vitu ambavyo nimeviongea na unahisi upo kwenye ndoa, ungetamani watu wajifunze zaidi kuhusiana na hivyo vitu, hebu tudondoshee hivyo vitu katika comments hapo. Wale ambao wameoa na wale ambao hawajaoa au hawajaolewa wajifunze, kwa sababu maisha ni kujifunza. Huwezi jua comment yako inaweza ikaokoa maisha ya watu. Dondoka hapo comment, save video hii, lakini pia like na usisahau kunifollow. Kama unakuja DM tuongee, hakikisha umenifollow kwanza, then njoo DM.